Leo nakuletea movie moja hivi. Hii movie inamhusu binti mmoja hivi kwa jina anaitwa Nadia. Ndipo Nadia akiwa katikati ya soko anauza bidhaa mbalimbali. Ndipo Nadia aligonga bidhaa za watu. Ndipo mmiliki mmoja hivi wa duka akamwambia Nadia, naomba ukae mbali na mimi kabla sijakupiga makofi. Kaa mbali na duka langu wewe. Ndipo Nadia akacharuka, unipige makofi? Nipige shavu ila hapa wewe, nipige. Ndipo mwenye duka akashangaa sana, akasema, hivi mabinti hawajafunzwa nini? Hebu toka hapa. Nyie ndio mabinti wale ambao hamna wazazi, hamjafunzwa na wazazi wenu Lakini Nadia hakujali, alibeba mizigo yake na kuondoka. Upande wa pili tunamuona Nadia akiwa anaosha vyombo. Amekuwa ni binti wa kujituma sana, kwani binti huyu alikuwa anamlea bibi yake. Yaani ni kwamba anaishi yeye pamoja na bibi yake tu. Baada ya kazi ngumu, tunamuona Nadia akiwa anakula chakula huku anafurahi sana. Wali na maharage ilikuwa ni jambo la kipekee sana kwa Nadia. Yaani chakula hiki alikuwa anakisikilizia tu kwa majirani. Kutokana na pilika za hapa na pale, Nadia alitimiza pesa nyingi sana. Kwa kuwa bibi yake ni mgonjwa wa muda mrefu, Nadia aliwaza kumpeleka bibi yake kwenye matibabu. Baada ya Nadia kufika mtani kwao, kila mmoja alimshangaa aliyekuwa anamfahamu Nadia. Nadia alibaki kushangaa pia kwa sababu mtaani palikuwa kimya sana. Baada ya Nadia kufika nyumbani alipokuwa anaishi na bibi yake, si ndipo akasikia makelele ya watu wakilia. Mara ghafla anapokelewa na mama mmoja hivi na kumwambia, bibi yako amekufa. Ndipo Nadia akawa ameshtuka hivi. Maskini Nadia, baada ya kuingia ndani anamkuta bibi yake akiwa amelala, aongei wala ahemi. Ubaridi ulimjaa mwili mzima, nguvu zikamwishia Nadia. Mara ghafla mzigo kadondoka chini. Kiufupi, Nadia ahamini anachokiona mbele yake. Si ndipo akamsogelea bibi yake ile kumfunua. Macho kayafumba, kinywa kimefumba, bibi hayupo tena duniani. Ndipo Nadia akamwambia bibi yake, bibi, angalia pesa nilizopata leo. Unataka ule chakula gani mchana bibi? Niambie bibi, niambie unakula chakula gani leo? Nimepata pesa nyingi sana leo bibi, tafadhali amka bibi, amka basi, nasubiria jibu lako bibi. Baada ya mazungumzo mengi sana, Nadia alipoona bibi yake hamjibu, alimnyanyua kisha na kumweka kifuani kwake. Kisha alianza kumuita tena, bibi, amka, nimekuja mjukuu wako. Alafu bibi, nimekuja na pesa nyingi sana, nataka nikupeleke hospitalini. Nadia alipoteza muda mwingi sana kumuita bibi yake, lakini bibi yake hakuamka. Alimwambia, bibi usilale, utaniacha na nani bibi? Wewe ndo mama yangu, wewe ndo baba yangu, tafadhali bibi usilale bibi. Hivi ni kweli bibi unataka niishi bila wewe? Kumbuka uliniambia bibi uwezi kuishi mbali na mimi. Leo ndio nini bibi? Kumbuka maneno yako bibi. Nadia alimtazama bibi yake kwa makini sana. Aliwaza mambo mengi sana. Kwa uchungu mwingi alimweka bibi yake kifuani tena. Baada ya mazishi, tunamwona Nadia akiwa amekaa na shangazi yake aitwaye Amaka, akiwa anampatia pole sana kwa msiba bibi yako. Najua alikuwa ni mmoja tu aliyekuwa na kuangalia wewe, ambaye ni bibi yako. Lakini Nadia, usikate tamaa wala kufikiria kukata tamaa kabisa baada ya msiba bibi yako. Ndipo Nadia alimhoji shangazi yake, hivi mama yangu unaweza kumfahamu? Unaweza kutambua ni wapi alipo? Ndipo Aunti Amaka akamwangalia Nadia kisha akamwambia, ninachokitambua, baada ya mama yako kukuzaa wewe alitokomea mbali sana na hiki kijiji. Ndipo Nadia alishangaa sana, akamwambia, kweli mama yangu alinikimbia mimi? Aunti Amaka alibaki kumtazama tu Nadia, kisha Nadia akamwambia, niambie nini kilitokea? Alafu kingine, kweli bibi anafariki, anashindwa kuja kumzika mama yake mzazi aliyemzaa anashindwa kumzika. Ndipo aunti yake anamshika Nadia kisha anamwambia, usijali, ninajua unavyojisikia. Ndipo Nadia alimtazama aunti yake akamwambia, hivi ni kweli Aunti Amaka na wewe unajisikia vibaya kama ninavyojisikia mimi moyoni mwangu? Ndipo shangazi akamwambia Nadia, usijali, chukulia kawaida, kila kitu kitakaa sawa, kwa kuwa mimi nipo, mambo yataenda vizuri tu. Leo tunamwona Nadia akiwa anafungua kisanduku fulani hivi cha bibi yake ambacho alizoea kumtunzia Nadia pesa zake. Baada ya kukifungua, Nadia anakutana na picha fulani hivi ya mrembo mmoja ambaye alishindwa kumtambua. Alitazama kwa muda mrefu sana kisha aliweka pembeni na kuipotezea. Mara ghafla anakutana na barua. Si ndipo akaifungua ile kuisoma, anayesoma kwa kuungaunga. Kwa kuwa Nadia hakuwahi kwenda shule kabisa, hakuweza kutambua kwenye barua kimeandikwa nini. Si akaipotezea bwana, akaiweka pembeni. Kutazama vizuri, ndipo Nadia anakutana na pesa ambazo bibi yake alimtunzia. Baada ya Nadia akiwa amekaa ametulia, si ndipo akaamua kusoma barua kiumakini sana kujua kilichokuwa kimeandikwa ndani. Barua yenyewe ilikuwa imeandikwa hivi: Nadia mjukuu wangu, najua utanitafuta sana katika dunia hii, lakini hutonipata tena. Binti yangu, mjukuu wangu, nina mengi sana ya kukueleza juu ya mama yako, kuhusu wewe na yeye pia.
najua utajisikia vibaya sana mjukuu wangu, ila upige moyo konde. Nilikuwa na kazi kubwa sana ya kumtafuta mama yako na kujua ni wapi halipo. Nimefanikiwa katika hilo. Maelezo pamoja na adresi zote nimeziandika hapo chini, na hiyo picha unayoitazama hapo, huyo ndio mama yako mzazi. Hivyo na kuomba mjukuu wangu kamtafute. Na kupenda sana mjukuu wangu Nadia. Bila kupoteza muda, tunamwona Nadia akiwa ameshafika mjini. Yupo kwenye bodaboda akitafuta maeneo aliyokuwa ameelekezwa. Akiwa ndani ya gari, tunamwona Nadia akiwa amekaa na huzuni sana. Mara ghafla machozi yalimtoka baada ya kumkumbuka bibi yake. Ndipo safari ya gari ikaanza kuelekea kule alikokuwa anaelekea Nadia. Baada ya Nadia kushuka, alimuulizia machinga mmoja hivi sehemu aliyokuwa anaelekea kutokana na barua ilivyokuwa inajieleza. Ndipo machinga akamuelekeza. Baada ya Nadia kufika sehemu husika, ndipo akaona kibao kama jinsi ilivyokuwa imeandikwa kwenye barua yake. Ndipo mlinzi wa geti alimshangaa sana Nadia, kisha akamuuliza, unahitaji nini nikusaidie? Si ndipo Nadia akamwambia, naomba unitie mama yangu, yupo kwenye hii nyumba, anaitwa Somtochuku, fanya upesi, mwambie mwanae niko hapa nje. Ndipo mlinzi wa geti akaona kama Nadia anakosea hivi, kaamua kutumia njia hiyo ili kujipatia tu kipato. Ndipo mlinzi akatoa shilingi 10,000, kisha mlinzi akaanza kuomba kwa Mungu, Mungu wangu, natoa shilingi 10,000 hii kwa huyo binti mdogo sana. Baba, ninapoenda kumpatia pesa hii ukanibariki nipate kazi nyingi sana. Amen. Ndipo mlinzi akamwekea Nadia shilingi 10,000 mkononi. Nadia alibaki na mwangalia tu. Ndipo akaamua kumchalukia, we vipi? Nimekwambia mimi sina shida na hela wala sina njaa. Nimekwambia nitie mama yangu yuko kwenye nyumba. Kama utaki mimi naingia. Ndipo akaamua kuingia. Mara mlinzi akamsukuma tena. Ndipo Nadia akamwambia mlinzi, akamwambia, wewe hebu niangalie vizuri. Mimi ninalindwa na Mungu. Yaani mnaingia kama kawaida. Mlinzi pia naye akajipiga kifuani kwake akasema, mimi nina nyota 3 wewe. Uwezi ingia humu ndani. Wewe kuingia labda niwe nimekufa. Tukiwa upande wa pili, ndani tunamwona bwana mkubwa akiwa amekaa na binti yake anaongea na simu. Ndipo akaamua kusitisha kazi zake. Huku nje tunamwona Nadia akiwa amekaa kwa utulivu sana, anamsubiria mama yake aje. Ndipo anakuja bwana mkubwa na mlinzi. Ndipo Mwita anamwambia bwana mkubwa, bwana aka binti aka ndio kako kananisumbua getini hapa, kanasema kwamba mama yake yuko huko ndani. Sasa hebu kasikiliza na wewe. Ndipo Nadia akaamka upesi akampatia bwana mkubwa heshima inayostahili. Ndipo bwana mkubwa akamuuliza, binti, habari yako? Wewe ni nani? Ndipo Nadia alimwambia bwana mkubwa, mimi ninaitwa Nadia. Ndipo bwana mkubwa akamwambia, unahitaji kazi? Nadia alikataa kabisa, akamwambia, sihitaji kazi, na muhitaji mama yangu. Ndipo bwana mkubwa akamwambia, ukimwona mama yako unamfahamu? Nadia alikubali, ndiyo, nikimwona ninamfahamu, ndiyo. Muda sio mrefu bi mkubwa akaitwa. Ndipo bwana mkubwa akamwambia mke wake, huyu mtoto amesema anamtafuta mama yake. Ndipo Nadia baada ya kumwona mama yake alijawa na tabasamu moja zuri sana. Wakati huo macho amemkazia mama yake. Wakati huo bi mkubwa pia alimwangalia kwa makini sana Nadia, kisha akamwambia, unamtafuta nani? Lakini Nadia alibaki kutabasamu huku anamwangalia kwa makini sana mama yake. Ndipo bi mkubwa akamwambia, mimi si mama yako, yawezekana umekosea tu. Ndipo Nadia akatoa picha na kuitazama kwa makini sana huku anamwangalia mama yake. Anaangalia picha na mama yake, kisha alimuonyesha, huyu ni nani kama sio wewe? Ndipo bi mkubwa akaamua kuchukua picha, kisha akamuuliza, mama yako mzuri sana, anaitwa nani huyu? Ndipo Nadia alibaki akishangaa, kisha alimjibu, anaitwa Somtochuku. Ndipo bi mkubwa akamwangalia sana Nadia, kisha akamwambia, samahani, utakuwa umekosea, mimi huyu simfahamu. Ndipo akaamua kurudi ndani na kumwacha Nadia akiwa getini pale. Maskini Nadia, mwili ulinyong'onyea na kuishiwa nguvu. Alibakia kulia tu na kujipiga kifua chake na kuona hana thamani tena katika dunia hii. Alibaki kuitazama picha tu. Huku ndani tunamwona bwana mkubwa akiwa anakula, lakini macho yamemkazia mke wake. Lakini wakati huo mke wake alibaki kusokomeza chakula tu bila kujali. Kisha alimtazama mume wake akabaki tabasamu fulani hivi. Baada ya chakula tunamwona bi mkubwa akiwa anatoka ndani na mtoto wake wakielekea kupanda gari. Baada ya Mwita kufungua geti, ndipo ghafla Nadia alimkimbilia mama yake, kisha na kumng'ang'ania kweli, mama, ni mimi mwanao. Lakini bi mkubwa hakuelewa mshono, alibaki kumtolea matusi makali sana Nadia. Ndipo Nadia alibaki kumwambia mama yake, mama, bibi alishafariki, bibi amefariki. Lakini bi mkubwa hakuelewa kabisa, alivua kiatu na kutaka kumpiga Nadia. Lakini bwana mkubwa akawa mlinzi wa Nadia, akamwambia, hebu usifanye hivyo wewe. Ndipo Mwita akambeba Nadia kwa nguvu kweli na kumtoa nje. Nadia alibaki kulia sana kwa uchungu mwingi, akamwambia, mama, unaniacha mimi leo, mama, unanikana leo,
tambua bibi ameshafariki, unaniacha. Huku ndani tunamwona bwana mkubwa anamfuata mke wake na kumwambia, hivi yule mtoto ana upungufu wa akili kiasi gani? Na ile picha alionayo mbona inafanana na wewe kabisa sura yako? Lakini bibi mkubwa akaona huyu bwana mkubwa naye ananiletea mambo gani haya, si ndipo akaamua kuelekea chumbani. Bwana mkubwa akaona sio vyema, akamfuata huko chumbani, akamwambia, mbona unafanana na ile picha? Ndipo bibi mkubwa akamkaripia mume wake, mimi sio mama yake, nielewe. Ndipo bwana mkubwa akawa mpole sana kwa mke wake, akamwambia, yule mtoto si mjinga, yule mtoto ana akili timamu kabisa. Hivi kweli ana react vipi vile na kukulazimisha wewe kwamba ni mama yake? Kwa ujasiri mwingi ndipo bibi mkubwa akamjibu mume wake, akamwambia, tambua hii ni dunia, maisha ni magumu sana. Mtoto kufanya vile yawezekana anatafuta wepesi wa maisha tu. Mimi na mtoto mmoja tu ambaye ni Glory, ambaye nimezaa na wewe. Lakini bwana mkubwa hakumuelewa kabisa mke wake, akamwambia, mimi sio mjinga, yule mtoto anaonesha kabisa ni mtoto wako. Angalia uso wako, macho yako tu na pua lako, mbali na vyote nywele tu, yule mtoto ni wako. Ndipo bi mkubwa akaamua kumbadilishia kibao mume wake, akamwambia, kumbe ndio njama ambayo umetumia ili aje kama mtoto wangu, ili umchukue tu umlee, si ndio? Ndipo bwana mkubwa akaamua kufoka sana, hayo ni masiala. Sasa mke wake akamwambia, sio masiala, ndio ukweli uliopo. Kwa nini umng'ang'anie mtoto ambaye mimi simfahamu? Wakati huo mzozo ukiendelea kule chumbani, ndipo Nadia alijipenyeza mpaka ndani, alibaki kushangaa maua na mapambo ya mule ndani. Ndipo Glory akamuuliza, umesema unaitwa nani wewe? Nadia akamtazama akamwambia, mimi naitwa Nadia. Ndipo Nadia akaamua kuweka chini begi lake la twende kwa shangazi, akaamua kukaa ili stori zinoge zaidi. Glory akamuuliza, kwa nini unasema mama yangu ni mama yako? Si ndipo Nadia akapiga miayo. Mara Glory akahisi harufu kali hivi, mara akashika pua, akaanza kujipepea kwa mkono. Nadia akasema, usinitanie wewe, ina maana mimi natoa harufu hivi? Wakati huo anamtazama, kisha akaamua kumpotezea tu, kisha akamwambia, unayoyasikia yote hayo ni kwa sababu leo sijaoga. Kisha Nadia akamwambia Glory, kwa kuwa umebarikiwa kuishi kwenye nyumba kubwa ndio maana unajidai sana we mtoto Mara ghafla anaingia bi mkubwa, anamkuta Nadia ndani, anamwambia, umefuata nini ndani mwangu? We mpumbavu, toka nje ya nyumba yangu wewe. Si ndipo akaingia baba mwenye nyumba akamwambia mke wake, hebu kuwa mpole basi, kuwa na huruma, au kama vipi tumchukue tumfanye kuwa mfanyakazi wa ndani yawezekana akawa ana pa kuishi huyu mtoto. Ndipo bi mkubwa akacharuka kabisa, akamwambia mume wake, sitaki kusikia upumbavu tena kama huo. Nimesema hivi, atoke ndani ya nyumba yangu, simuhitaji huyu mtoto. Huyu mtoto wa mtaani nimlete ndani mwangu mimi, nampeleka mtoto wangu shule, nikirudi nisimkute humu ndani. Movie yetu inatugeuza moja kwa moja kwa huyu bwana mkubwa pamoja na Nadia. Bwana mkubwa aliamua kuheshimu ndoa, alimchukua Nadia na kumpeleka mbali kabisa, kisha akamwambia, nisikilize Nadia, mke wangu amegoma kabisa kukubaliana na wewe kwamba wewe ni mtoto wake, hivyo ni kuombe basi ukae mbali na familia yangu. Alafu kingine, ukipata shida na kupatia kadi yangu ya simu, utanipigia pale tu utakapokuwa na tatizo lolote, nitakusaidia. Nadia alishuka ndani ya gari kiunyonge sana, kisha alimtazama baba huyu. Nadia akamwambia, baba nisaidie, yule ni mama yangu. Ndipo bwana mkubwa akamwambia Nadia, amegoma kabisa, amesema kwamba wewe sio mtoto wake, funga mlango wa gari niondoke. Lakini bwana mkubwa huyu alibaki anaumia sana ndani ya gari, anashindwa msaidie vipi, lakini kutokana na kutii na kuheshimu ndoa aliamua kumtelekeza Nadia. Ndipo aliamua kuondoa gari na kumwacha Nadia akiwa analia. Baada ya usiku kuingia, tunamwona bwana mkubwa pamoja na mke wake. Mke wake alimpatia chai lakini ikawa haipandi kabisa. Ndipo mke wake akamuuliza, mume wangu upo sawa kweli? Bwana mkubwa akamwambia, ni kweli kabisa, sipo sawa, mawazo yangu yapo juu ya yule mtoto, nawaza sana kama ni pesa tunayo, maisha mazuri yapo, kwa nini tunashindwa kumsaidia mtoto kama yule? Nisikilize mke wangu, mimi nahitaji nimsaidie yule mtoto. Ndipo bi mkubwa akamwangalia mume wake, kisha akamuuliza, hivi uko sawa kweli wewe? Unaleta mtu hatari ndani, unamwamini vipi mume wangu huyo mtoto? Mimi siko tayari. Ndipo bwana mkubwa akazidisha ushawishi juu ya mke wake, akamwambia, hebu nisikilize, hatuna mfanyakazi wa ndani hapa nyumbani, atatusaidia mambo mengi sana, atafanya usafi wa nyumba, ataosha vyombo, atakuwa anafua nguo chafu, wakati huo tunamlipa pesa zitamsaidia. Lakini mama huyu alionekana kukataa kata. Kutokana na hali aliyokuwa nayo Nadia, ilibidi akubaliane na matokeo. Kutokana na uzoefu aliyokuwa nao kwenye biashara, aliamua kujianzisha kabiashara kadogo kujipatia kipato ili kuzoea mji. Wakati huo tunamwona bwana mkubwa pamoja na familia yake wakiwa kwenye foreign. Si ndipo anakuja Nadia kuwauzia biskuti pamoja na pipi. Si ndipo Nadia kuangalia vizuri anamkuta ni bwana mkubwa pamoja na mama yake. Aliamua kunyamaza kimya kabisa, alibaki kuwashangaa tu. Ndipo akawaambia, kama kunikataa mmenikataa,
mimi sio mtoto wenu, basi naomba mnichangie basi. Baada ya Nadia kuona wamenyamaza kimya, aliamua kuondoka pale huku analia. Mara ghafla Nadia anagongwa na gari. Ndipo bwana mkubwa anaamua kutoka kwenye gari na kimbia kwenda kutoa msaada kwa Nadia, lakini kutokana na mama huyo alivyokuwa na roho mbaya, akawa anamkataza mume wake, unaenda wapi wewe? Lakini Nadia kutokana na hali mbaya aliyokuwa nayo alipoteza fahamu. Upande wa pili tunarudi nyumbani, tunamwona mama huyu pamoja na mume wake wakiwa katika majibizano makubwa sana. Ndipo mume wake akamwambia, sijawahi kuona mwanamke kama wewe, kwa nini umekuwa na roho ya kinyama ya kutokumsaidia huyu mtoto? Sasa kwa taarifa yako, ninamsaidia huyu mtoto. Ndipo bi mkubwa akamwambia mume wake, mimi ni nani? Mimi ndio mama wa hii nyumba, ni kwamba sitaki kumuona huyu mtoto ndani mwangu, nina mtoto mmoja tu ambaye ni Glory, kwa nini unanilazimisha? Huyo si mwanangu. Ndipo bwana mkubwa naye akamwambia mke wake, mimi ndio baba wa hii nyumba, ndio kichwa cha familia. Sasa iko hivi, chagua moja, kuishi humu au kuondoka kabisa kwenye hii nyumba. Baada ya bwana mkubwa kuongea vile, akaamua kuondoka nje. Kweli bwana, tunamwona bwana mkubwa akiwa anaingia na Nadia ndani mwake, anamkuta mke wake akiwa amekaa na Glory mwanae. Ndipo tunamwona Nadia akiwa anafanya usafi, akiwa anajisemea. Wakati huo Glory alikuwa amekaa pembeni anamsikiliza sana kwa umakini. Kwa nini mimi? Mamangu ametokea kunichukia kabisa, au sio mama yangu? Au bibi yangu alinipatia address ambayo sio sahihi? Au ni mimi mwenyewe nilikosea nyumba? Kwa kawaida kabisa mama hawezi kuniigizia kiasi hiki. Ndipo Glory aliamua kuamka alipoona maneno yamekuwa ni mengi sana kwa Nadia. Si akamsikia analia, damu ni nzito kuliko maji. Ndipo Glory akamfuata dada yake na kumkumbatia, kisha akamwambia, dada usilie, hii ni siku nyingine tena. Tunaona familia hii ikiwa imekaa mezani wakiwa wanakula chakula kwa pamoja. Mara kwa mbali tunamwona Nadia akiwa anawasabai. Ndipo bwana mkubwa akamwambia Nadia, jiandae uje ukae pamoja tule chakula. Ndipo mkewe akamdaka mume wake, akae wapi? Ale na kina nani? Ni familia yetu hii. Hapo tunamwona Glory anachukua sahani ya chakula na kutaka kuondoka. Mamake anamuuliza, unakwenda wapi? Ndipo Glory anamwambia mama yake, ninakwenda kula na dada. Ndipo mama yake anashangaa kusikia dada, kisha akamwambia, baba yako ndio amekuambia ni dada yako? Huna dada kama yule anaitwa Nadia, ni mfanyakazi wa ndani humu. Baada ya pilika za hapa na pale, tunamwona Nadia akiwa amelala amechoka sana, tena bahati mbaya akawa amelala sebuleni. Ndipo bi mkubwa alipomuona akamgombeza sana, akaamua kumchukua na kumtoa nje, akamwambia, unalalaje sebuleni kwangu wewe? Unatoa harufu. Baada ya muda tunamwona anamtoa nje, kisha anaanza kumpatia adhabu ya kumwagia maji. Ndipo mwanae Glory anakuja, anajua kwamba ni mchezo, naye anaingia kwenye mfumo. Mamake anamtoa pembeni, anamwambia, acha ni mwadhibu mjinga huyu. Ndipo Nadia anamwomba mama yake msamaha sana, lakini aelewi anachokiongea vile. Anazidi kumwagia maji na kumtesa sana Nadia. Hii ni sehemu ya kwanza tu, endelea kuona mimi kufuatilia sehemu ya pili. Kama hujasubscribe channel yetu ili kujua matukio mengi zaidi katika movie hii nzuri kabisa. Kama imekugusa au umeipenda, toa komenti yako chini hapa. Nini umejifunza katika movie hii?